guys, zile moments Raila Odinga's body ilikuwa inatolewa upande wa Lee funeral kuelekea upande wa parliament for state viewing. Gen Z waliamua kublock watu kama kina Moses Masika Wetangula, Speaker of the National Assembly, watu kama kina Gladys Boss Shulei, watu kama kina Kimani Ichungwa, ili wasiingie kwanza ndani pale. Juni wao walikuwa wanajaribu kushambulia Raila Amolo Odinga. Na unajua walikuwa wanablokiwa na nani? Na Gen Z's. But ensure me like video na nasema thanks for your great support. Nyinyi ni watu wa nguvu zaidi. Sikiza mambo. Na kuwa wana mshawasha mkuu kuingia ndani ya majengo ya bunge, na kama unavyoona wamebeba matawi, wanazungumza kwa sauti ya juu, wengine wanalia machozi. Ni taswira ambayo inaendelea hapa katika majengo ya bunge. Unaona vijana vile vile tayari wamepanda katika lango kuu la lango hilo ambalo linaingia katika bunge la Seneti. Na kumbuka kwamba mwili wa hayati Raila Odinga unatarajiwa kwamba utawekwa ndani ya majengo ya bunge ili wananchi wapate fursa ya kumtazama na kumpa heshima zao za mwisho. Lakini sasa hali inaonekana si hali, lakini maafisa wa jeshi polisi wa jeshi wanaonekana kudhibiti hali, na inaonekana kwamba vijana wanaendelea kuwa watulivu kadri wanapozungumziwa kuwa watulivu na kusubiri tu, manake Wakenya wote wanasubiri, macho yote yanasubiri kuona na kumpa heshima za mwisho mwenda zake hayati Raila Odinga. Na Wakenya hapa bila shaka, licha ya kwamba wanatamani sana kuharakisha na kuona, bila shaka wanamzungumzia na kumenzi kwa hadhi ya juu. Wengi wanasema kwamba wamejitokeza hapa kwa ajili ya matendo ya Raila Odinga wakati ambapo alikuwa hai, kiongozi tajika, kiongozi ambaye wanamsifia wasifu wake kuhusu kupigania demokrasia ya nchi, wengi wao wakimkumbuka vile vile kuwa kiongozi ambaye aliwapa mwelekeo wakati ambapo nchi ilionekana kuwa katika njia panda, na alisimama katika pengo hilo, pengo ambalo Wakenya wanasema kwamba si viongozi wengi ambao wangeweza kusimama katikati au kutoa mwelekeo alivyotoa. Nakumbuka kwamba haya yanajiri wakati ambapo vile vile chama cha ODM kimetoa mwelekeo kwamba kinara wa chama hicho atakuwa ni nduguye mwenda zake hayati Raila Odinga. Sasa itakuwa ni Oburu Oginga ambaye atashikilia wadhifa wa kinara wa chama. Kufikia sasa hayo ndio mambo ambayo yamejiri katika uongozi wa chama, lakini hali ni kama unavyoiona. Unamuona vile vile Gladys Boss Shulei akiwa amejitokeza hapo kuzungumza na polisi wa kijeshi, kutoa tu mwelekeo namna ambavyo taratibu zitaendelea hapa, namna ambavyo hali itadhibitiwa hapa kikamilifu, kuhakikisha kwamba hakuna hali haitaenda mrama. Rashid na Lulu, na unaona hapo vile vile shirika la NYS sasa vijana wamejitokeza kwa wingi zaidi, wako ange na wanajaribu kutoa mwelekeo zaidi kuhakikisha kwamba usalama unadhibitiwa hapa. Idadi ya watu, halaiki ya watu ambao wamefika hapa pia wanadhibitiwa kuhakikisha tu kwamba watapata fursa ambayo wamekuwa wakisubiria kuanzia mwendo wa asubuhi kabisa, ambapo wengi wao walifika hapa kuja kupanga foleni kusubiri tu kuona namna ambavyo shughuli hii itaendelea. Mle ndani tunaarifiwa kwamba kwaya ya bunge la kitaifa inaendelea kuimba nyimbo za kuliwaza tu ili kuhakikisha kwamba shughuli hiyo itaendelea taratibu. Namuona mbunge wa Rarieda Otiende Amolo ambaye sasa amejitokeza kuzungumza na vijana hao ambao wanaonekana kwamba sasa wanahitaji kupewa mwelekeo zaidi na viongozi, na naona viongozi wamekuja kuzungumza nao, pengine kuwaeleza tu jamani, tuwe watulivu, tukisubiri tuwe watulivu, manake ni shughuli ambao Wakenya wote kwa ujumla wanatarajia vile vile kufuatilia, na haifai kuwa na bugdha, haifai kuwa na mushkila, haifai kuwa na wasiwasi wowote.
yoyote, bali ni utulivu tu, utulivu ambao kunradhi unatarajiwa kutoka kwa Wakenya wote ambao wamefika hapa. Lakini Rashid, kumbuka nilisema kwamba hatujawahi kushuhudia jambo kama hili likifanyika bungeni, hususan wakati ambapo tumemuona kiongozi mashuhuri, kiongozi wa ngazi kama alivyokuwa Raila Odinga. Manake sasa tunawaona kwamba vijana wanaonekana kuzidiwa na hisia, wanaonekana zaidi kujawa na biwi la simanzi, lakini vile vile wanaonekana kusherehekea maisha yake, na ndiposa unaona pia wanabashasha katika nyuso zao. Wengine wanamkumbuka kumbukizi ambayo wengi wameelezea kwamba wao watamkumbuka kama baba ambaye alisimamia taifa wakati ambapo taifa lilionekana kuwa na misukosuko, wakati ambapo walitarajia kwamba nchi haingepata mwafaka, lakini wanasema kwamba Raila Odinga alisimama katika pengo hilo, na vile vile alikuwa kiongozi ambaye alikuwa anawarai vijana katika miaka yake ya uongozi, hususan katika siasa zile za motomoto, akiwa anawarai vijana kusimama na vile vile kuhesabiwa katika uongozi wa nchi. Na ndiposa unawaona vijana hawa hii leo wametokelezea kumtunuku hadhi hiyo, kumpa heshima zao za mwisho. Namuona mbunge Otiende Amolo anazungumza na wao moja baada ya mwingine, kuelezea kwamba jamani, tuwe watulivu, jaribu kudumisha nidhamu wakati huu, na jamani tusonge kando ya lango hili la bunge, ili tupate kuwapa nafasi maafisa wa usalama ambao wako hapa. Na unaona kwamba ni jambo la kushangaza kwamba tayari wanamsalimia na wanaonekana kuzungumza tu naye. Pia wanaonekana kwamba wanajaribu kumuelezea hali zao, vile vile kumuelezea mambo ambayo wanaona kama ndio mwelekeo wao kibinafsi. Vile vile namuona mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi vile vile akifika hapo, naye akiwa amebeba tawi lake, vile vile kuonyesha kwamba yuko pamoja na waombolezaji ambao wamekusanyika hapa, na Tim Wanyonyi anaonekana kuwapungia mkono na anawaonesha kwa ishara kwamba tuwe watulivu, na kuona kwamba viongozi vile vile wamejitokeza kudhibiti hali, kuzungumza na wananchi ambao wote walimenzi hayati Raila Odinga. Na inaonyesha tu kwamba si upendo ambao unatokea upande mmoja, ni upendo ambao vile vile viongozi wanaonyesha kwa wananchi waombolezaji ambao wako hapa, na ni picha za moja kwa moja kutoka majengo ya bunge, kuonyesha hali ambapo viongozi wanaonekana kudhibiti, maafisa wa polisi sasa wakichukua mstari wa nyuma kidogo, ili kuhakikisha kwamba viongozi wanazungumza na wananchi ambao waliwachagua, wananchi ambao vile vile ni sharti wasikizwe wakati kama huu, ambapo vile vile wana matakwa yao, wanahisi uchungu kumpoteza kiongozi, vile vile wanahisi kwamba ni wakati ambapo wangepewa nafasi kuingia, lakini kumbuka kwamba bado mwili wa hayati Raila Odinga haujafikishwa hapa. Kwa hivyo tunaweza tukasema ni hisia ambazo zinaonekana, taswira ambayo inaonesha watu tofauti wakiomboleza kwa njia tofauti. Basi viongozi walisema kwamba ni sharti kila mmoja apewe nafasi ya kuomboleza kwa njia yake ya kibinafsi, manake Wakenya wengi walikuwa na mtagusano na Raila Odinga kwa njia tofauti. Kwa hivyo ndiyo njia ambayo Wakenya wanaonesha mapenzi yao kwa mwenda zake Raila Odinga kwa njia tofauti, ila kama nilivyosema, ni sharti amani dumishwe hapa katika majengo ya bunge, kuhakikisha kwamba taratibu zilizotolewa na kamati andalizi ya shughuli za mazishi zinaendelea kama ipasavyo. Kwa hivyo namuona vile vile seneta wa Kisumu Profesa Tom Ojienda amejitokeza vile vile kuzungumza nao, na kadri wananchi hao wanapowaona viongozi wakitoka nje na kuzungumza nao, basi tunaona kwamba hali inaendelea kuwa tulivu zaidi. Kwa hivyo Lulu na Rashid, hali ndivyo kama ilivyo
kwa sasa katika majengo ya bunge, na namuona spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula sasa akijitokeza mwenyewe kuzungumza na vijana hawa ambao wanaonekana sasa kuwa watulivu kadri wanapozungumziwa na viongozi wao. Wako studioni Lulu na Rashid. Na ukiangalia katika nje ya majengo ya bunge, naona spika Moses Wetangula amejitokeza na baadhi ya wabunge wengineo kujaribu kuzungumza na wananchi ambao wamefika katika lango lile la bunge. Wengi walikuwa wanajaribu kuingia katika bunge lile, na kwa taarifa ambao tuko nazo kwa hivi sasa pia vile vile ambazo tumeweza kuzipokea ni kwamba huenda shughuli iliyotarajiwa kufanyika leo hapa bungeni isifanyike, kwa sababu mwili unapokuwa unatoka katika uwanja wa ndege wa JKIA utakuwa unapelekwa moja kwa moja katika uga ule wa Kasarani, ambapo wananchi watapewa nafasi. Kwa ni kwamba shughuli ya leo kutoka JKIA moja kwa moja hadi Kasarani, alafu kesho wengine watapewa nafasi ya kuenda katika ile misa. Na mtazamaji, ni kutokana na wingi wa watu, wingi wa waombolezaji kama wameweza kuonekana kutoka JKIA hadi majengo ya bunge, imelazimu serikali kuweza kubadilisha ratiba siku ya leo peke yake, wakisema kwamba mwili hautawekwa tena katika majengo ya bunge kama ilivyoweza kuratibiwa. Kwa hivyo basi wamelazimu watu waende katika uga wa Kasarani. Mwili huo ukitoka JKIA hautapitia tena katika Lee Funeral. Na kwa hivi sasa tutaweza kupata taarifa kamili kutoka kwa wale ambao ni wasimamizi wa shughuli hii ya sasa. Mengi zaidi tutaweza kujua, manake tumeona pia naibu wa rais Kithure Kindiki pia akizungumza na baadhi ya waombolezaji katika uwanja wa JKIA. Na bila shaka tutakueleza zaidi kama labda pengine taarifa hizo ni zina uhakika, lakini kwa sasa hivi ni kwamba shughuli maandalizi yanaendelea katika majengo ya bunge, na pia vile vile wabunge wako pale. Namuona mbunge Babu Owino akijaribu kuzungumza na waombolezaji na kuwarai watulie. Otiende Amollo alikuwepo pia vile vile kuwarai. Seneta Ledama Olekina miongoni mwa wale ambao wanajaribu kuwarai waombolezaji ili wafike pale. Nafikiri kwamba hii ni jitihada ya kwamba wananchi wanataka afike mapema, awe mstari wa mbele, ndio angalau mwili utakapofikishwa na awe mtu wa kwanza kuweza kushuhudia ule mwili, manake washaona msafara unaanza kutoka JKIA. Na mna taarifa kamili kuhusiana na mwili unaenda wapi, basi mtazamaji tegea tutaweza kujuza mengi zaidi. Na kama unavyoona mbunge wa Embakasi East ameweza kutumiwa kuweza kidogo ashushe ile jazba ya baadhi ya vijana, manake yeye ana ukuruba nao kabisa. Na ametumia Babu Owino kuweza kuzungumza kuwatuliza vijana ambao wana mori ya kutaka sana kuingia katika majengo ya bunge. Nahisi kwamba wanafanya hivyo wakiona kwamba muda kidogo umeenda nje ya ratiba ilivyopangwa. Kwa hivyo kidogo wanasema kwa Kiingereza wanakuwa impatient kiasi. Na nafikiri kwamba ni hali ilivyo ya kwamba sijui kama tutaweza kupata kusikia mwelekezi wetu tusikie.